ikiwezekana kikombe hiki. Lakini akaongeza akasema, ninajinyenyekeza, si kama vile mimi ninavyotaka, lakini nini ifanyike. Ni maombi ya kujinyenyekeza. Haleluya, kuachia Mungu nafasi yeye ndio adelibere. Amen. Mungu ndio adelibere, haiko wewe ndio umwesite kusema fanya tu, lakini unamwambia Bwana, ikikupendeza unifanyie na mimi. Ile siku anafika kwa kaburi la Lazaro pale ku Yohane 11, Yesu aliomba maombi ya unyenyekevu, akasema, Mungu, ninakushukuru kwa sababu utaniheshimisha. Ninakushukuru kwa sababu utanijibu. Na kwa sababu ulishajibu, ninakushukuru kwa sababu utajibu ili hawa watu wanaonizunguka wapate kuamini kwamba ni wewe uliye nituma. Ni maombi ya nini? Ya unyenyekevu mbele za Mungu. Hivi tukiomba na tukijinyenyekeza, lakini pia kutafuta uso wa Mungu. Katika maombi yako tafuta uso wa nani? Wa Mungu. Mwambie Mungu, niangalie yako na mimi. Mbona mimi nashomei? Mbona mimi nabakia nyuma? Mbona wenzetu walisha avance? Mbona mimi niko en retard? Mungu, na mimi uniangalie. Macho yako initazame. Uso wako unitazame, kwa sababu Mungu akikutazama unaendelea. Kuacha njia mbaya ile ndio itafanya Mungu akuangalie. Kama unaacha maovu, unaacha dhambi, unaacha kila kitu kenye kinaweza kukutenga na Mungu, ni pale macho ya Mungu itakuangalia. Kwa sababu Isaya akasema, mkono wa Bwana sio mfupi kwa kufanya nini? Kwa kubariki watu, lakini kizuizi ni nini? Dhambi. Mungu apendake dhambi. Unaweza chora maombi mzuri na huko mshema ya bie ya kupata majibu, lakini tu dhambi kiingia, Mungu anakuambia mie sichangani yake na watu wa dhambi. Namwambia Mungu, kwa nini umeniacha? Kwa nini? Anasema mimi siwezi kukuangalia kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kitafuta uso wa Mungu nitasikia toka mbinguni. Ile ndio ya lazima. Huko maneno kama 3 pale. Neno la kwanza, ikiwa watu wenyewe wanabeba jina la Mungu watafanya nini? Watajinyenyekeza, wataomba, ni neno la pili. Watatafuta uso wa Mungu, ni neno la 3. Na neno la 4, wakiacha njia zao. Basi mkiacha tu vile, katika jioni ya leo Mungu anaahidi, anasema nitasikia toka mbinguni. Mbingu haiko mbali na wewe, majibu yako haiko mbali na wewe, lakini eske huko unatafuta uso wa Mungu namna gani? Eske umeacha dhambi? Na mahali hapa kwenye tutamjengea mahali hapa, anasema macho yake haitatokaka hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Macho ya Mungu haitatokaka hapa. Kila siku atakuwa anaangalia hawa watu ndio walimjengea ile madhabahu. Hawa watu ndio walijengeka ile nyumba. Hawa watu ndio walisimamishaka ile etaji. Hawa watu ndio walinunuaka vyombo. Hawa watu ndio walijenga hivi viti. Hawa watu ndio walisimamisha hiki. Anatazama uzuri wa hekalu lake, anasema macho yangu haitatoka pale. Macho ya Bwana haitokake kwenye kitu chake kiko. Haleluya. Hili ndio itatupeleka maombi. Hata na wewe macho yako haitokake kwenye unaweka kitu. Bwana akubariki unayesikia, na bariki hili neno kwetu sote. Amen.